Aprili 17 tunaenda kuwa na new moon in Aries, na hivi ndio ita affect kila sign, ila jua wakati huu ni wakati wa kuweza kuponya maamuzi yako, ama kama wewe ni mtu ambao ulikuwa kuongea ukweli wako ni ngumu, ama kuongea ukweli mbele za watu inakuwa ni ngumu, ni wakati wa kuponya hiyo. Jaribu kuachilia, kujishuku, kujiona haufai, kujiona ni kama hauwezi, vitu kama hivyo. Maana hii new moon itakuwa ina deal na maswala na nini, identity yako. Kumbuka iko at 27 degrees in Aries. Hii iko kwa degree ya mwisho ya vitu ambavyo unafaa kuachilia na kuanzisha. Kumbuka wakati wa new moon ni wakati wa kuanzisha jambo. So wakati huu jaribu kuangalia identity yako. Umimi inaanza na wewe. So tuanze na Aries. Aries itakuwa kwa nyumba yako ya kwanza. Ila before niendelee, jua kuna sayari kama 6 kwa nyumba ya Aries. Mahali Aries iko, angalia hapo katika birth chart yako. Utapata kuna changamoto msimu huu. Jaribu kuangalia ili upate kujua, kunaendaje, ni vipi, nitafanyaje. Na ukiwa unahitaji kujua sana kuhusu birth chart yako, sayari ambazo zinaendelea, monthly prediction yako, unaweza kunitafuta. Nambari yangu ipo kwenye profile ya WhatsApp. Ukinitafuta tunaweza kusaidiana. So tuanze na Aries. Aries iko kwa nyumba yako ya kwanza ya masuala na identity yako. Jaribu kuachilia tabia zozote za kale ambazo zimekuwa zinakutoa katika uwewe. Ama vitu ambavyo umekuwa unasimamia identity ambayo si yako. Uoga wa kuwa wewe mwenyewe, ama unaogopa ukisimama katika wewe watu watakufanya nini, watakukataa. Jaribu kuachilia hiyo. Ila mafanikio yako utapata wewe ni mtu ambaye identity yako inabadilika, unaregesha nguvu zako wakati huu, unachukua mwanzo, yani unaanza mwanzo mpya wa kusimama katika wewe, unasimama katika ukweli wako na unapata kusonga mbele. So kama ulikuwa unajifungia, unapata unajifungua wakati huu. Taurus itakuwa kwa nyumba yako ya 12. Wakati huu jaribu kuachilia nguvu zozote za giza ambazo zimekuwa zinakutatiza ndani. Maana nguvu za giza zinasimama nini? Uoga, kujihukumu, kujiona huwezi, self sabotaging, unajiona kila wakati unafikiria tu nitafanyaje, sijui nitaenda, yani ndani masuala ya rohoni ndio yanapigwa vita wakati huu. Ila ukifanyia kazi utapata breakthrough ya kuweza kuondoa mizigo yote ambayo imekuwa inakunasa katika masuala ya rohoni na kuanzisha njia mpya ya rohoni. Utapata pia unafunguka. Kama umekuwa na katika stress ama depression, unapata unafunguka sasa. Wakati huu unatoka kwa upweke, unapata kujisimamia na unapata kufanya kazi na wenzako kwa urahisi sana. Gemini itakuwa kwa nyumba yako ya 11 ya masuala na jamii na environment ambao unatoka. Jaribu kuachilia connections za watu ambao wanakudrain, marafiki ambao hawana mema na wewe, ama unapata ni watu ambao kutatiza vitu vyote ambavyo wanaleta kwako, ama unapata una overthink vitu sana ndio ufanyie kazi. Jaribu kuachilia hiyo. Ile wakati huu utapata mafanikio kwa kupata kundi lako, utapata kundi lako ambalo linaendana na wewe, na pia utaweza kuwa na utaweza kupanga malengo yako ya muda mrefu wakati huu kama utasonga mbele na kuchukua ushukani juu ya maisha yako, bila kuangalia nani amesema, nani ameniona, nani sijui hajafanya kitu fulani, vitu kama hivyo. Haya, Cancer itakuwa kwa nyumba yako ya 10 ya masuala na kazi. Jaribu kuachilia kujifunika sana ama kujitenga sana. You are shrinking, una shrink ambitions zako ili kukaa comfortable, unataka yani nikiona nifanya sana watu watanionaje? Unaona ni kama ukifunguka sana utatatizika. Jaribu kuachilia hiyo. Ila mafanikio yatakuja katika masuala na nini, kazi yako. Utapata wakati huu unapata uwezo wa kuwa kiongozi katika kazi yako, ama mnaanzisha biashara mpya, ama unaingia kwenye unapata promotion, ama unapata kujulikana wakati huu, ama yani utapandishwa cheo msimu huu, ama utaanzisha kazi mpya msimu huu. So hiyo tu itatokea kama utafanya nini, utasimama katika uwewe. Leo itakuwa kwa nyumba yako ya 9. Jaribu kuachilia kujilimit sana. Yani umeweka imani fulani kuhusu maisha yako. Mimi siwezi kufika hapa, mimi siwezi kufanya hivi, narrow mindset, ama unaweka hiyo self limiting beliefs, ili unataka kustay in comfortable zone, ama unataka ukue, yani sitaki wanione sana, watanisema sana. Jaribu kuachilia hiyo. Ila mafanikio yatakuja kwa wewe kuwa utapata
kama ulikuwa unataka kusafiri, utapata unasafiri wakati huu. Utapata pia unaweza kusafiri katika masuala ya masomo. Utapata pia imani yako ama belief system yako inabadilika wakati huu. Utapata upanuzi wa vitu, kama ulikuwa na kazi, unapata unapanua kazi hiyo, unakuwa na vision kuhusu future yako wakati huu. Haya, Virgo itakuwa kwa nyumba yako ya 8 na vitu ambavyo unashare na watu. Utapata kuachilia kucontrol watu ama kucontrol financial patterns zako, yani vile fedha inakuja ama vitu ambavyo unashare na watu. Jaribu sana kuondoa suppressed emotions za ndani ambazo zimekuwa zinakufungia wewe kuweza kufanya kazi na wenzako. Ila mafanikio itakuja kwa wewe kufanya nini? Utapata uponyaji katika masuala ya nini, ya fedha, utalipa madeni, utapata kuinvest na watu, utapata kujiunganisha na watu, utapata kujua kuweka mipaka na watu, vitu kama hivyo. Libra itakuwa kwa nyumba yako ya 7 ya mahusiano. Utajaribu kuachilia, people please watu ama kujikataa ama kutanguliza vitu vya watu alafu wewe mwenyewe unajiachilia ili kuleta amani. Ila ukifanya vizuri utapata breakthrough kwa kuwa na uwezo wa kuweka mipaka, kwa kuwa na uwezo wa kujiongelelea ukweli hata kama iko uncomfortable, unaongea tu bila kujali, unasimama katika wewe, unapata identity mpya, unakaa kwenye mahusiano ambayo yanaeleweka, yani mahusiano ambayo mtu anakubali jinsi ulivyo. Scorpio itakuwa kwa nyumba yako ya 6 ya daily routines na kazi zako na afya yako. Utapata msimu huu jaribu kuachilia unhealthy daily routine. Unafuata daily routine ambayo haileti mema, ama unakuwa very workaholic, ama una ignore signals za mwili wako. Mwili nakwambia hebu tulia, ukae, unaona tu ni kujisukuma. Ila ukifanyia kazi utapata breakthrough kwa kuweza kwenda na mikakati na maisha yako, ama kufuata daily routine ambayo inaendana na afya yako, kazi yako na pia wewe mwenyewe. So unapata muda wa wewe mwenyewe na pia muda wa kufanya kazi ama kujiunganisha na vitu vingine. Sagittarius itakuwa kwa nyumba yako ya 5. Jaribu kuachilia vitu ambavyo havileti furaha kwako, ama umeachilia vitu ambavyo vilikuwa vinaleta mema kwako na unapata kuvitenganisha. Jaribu kuachilia vitu ambavyo havileti furaha, havileti mema kwako. Ila breakthrough yako utapata una reconnect na your inner child ikiwa umefanyia kazi. Utapata ubunifu wako kujua wakati huu, utapata unaingia kwenye mahusiano wakati huu. Capricorn itakuwa kwa nyumba yako ya 10 ya masuala na nyumbani na familia. Jaribu kuachilia patterns zote za familia ambazo zimekuwa zinaleta matatizo, depression, zinaleta kusumbuana na watu nyumbani. Ila breakthrough utapata breakthrough kwa kuanzisha foundation, misingi mpya ya nyumbani, ama utabadilisha mahali unapokuwa unakaa, ama utapata mnapata kuelewana sasa nyumbani, vitu kama hivyo. Aquarius itakuwa kwa nyumba yako ya 3 ya masuala na ongezi. Jaribu kuachilia vitu ambavyo unaogopa kuongea ukweli wako, kwa sababu unaona nikiongea ukweli wangu watu wataninena vibaya ama watu watanisema hivi. Jaribu kuachilia hiyo uoga. Ila breakthrough itatokana na maongezi yako. Utapata kama ulikuwa ni muoga wa kuongea, unaongea. Utapata wewe ni mtu ambao unasonga kwa mazingira ambayo inaendana na wewe, unajiunganisha na watu ambao wanaendana na wewe, ama unajiunganisha na routine ambayo inaendana na wewe. Pisces itakuwa kwa nyumba yako ya 2 ya masuala na fedha. Jaribu kuachilia kujiona ni kama sina thamani. Ni kama nikifanya hivi sitaweza. Undervalue. Unafanya vitu vingi sana people please, alafu unapata kidogo. Jaribu kuachilia mentality, scarcity mindset. Ile utapata breakthrough kwa kupata njia mpya ya kutengeneza pesa. Na pia utasimama katika ujasiri wa kuanza kujenga pesa yako wewe mwenyewe, your own wealth wakati huu. Jaribu kuachilia kungoja mtu akwambia haya fanya ndio ufanye, ama overthinking. Ila wakati huu utapata breakthrough inakuja kwa kutake risk, kwa kusimama na ukweli wako, kwa kusikiza intuition yako na kufuata vile mtu wako wa ndani anasema. Fanya vitu ambavyo vinaendana na mtu wako wa ndani. I hope umenielewa vyema.